Sio mtu akikuuliza imebaki miezi miwili mtoto aende shule, imani hiyo siku zote haijakupa pesa, hii miezi miwili ndio italeta. Unajua anakaa kama anaongea ukweli ama ni aje? Anakaa kama anaongea ukweli, anakaa kana kwamba anaongea ukweli. But now that is not faith. Faith is to know God can do it right now. Na ukiulizwa formula unasema sijui, lakini what I know God can do it. So don't ask me about the formula, jinsi itatokeaje. What I know, my God can do it. Why? Kwa sababu akitumia formula ambayo naweza ielewa, basi si Mungu. Kwa nini Mungu ateremke kiwango atoshane na mimi? Kama basi itakuwa miujiza, lazima ishinde fahamu zangu, lazima ishinde fikira zangu. That is why I will say this is a miracle. But if inaweza toshea katika akili zangu, that is not a miracle. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ngojeni niwaambie, ninawaomba shughulikia akili yako. Shughulikia, think about your mind. Think about the stronghold ambazo zimekita ndani ya mawazo yako, zimekuzuia muujiza, zimekuzuia kupokea wale watu wengine wakipokea. They are there stronghold. Watu wanakuja, manake Biblia inasema watu walio mbali watakuja, wataingia, lakini wenyeji watafungiwa nje. In this kingdom it's very easy mtu kukuja leo baada ya miezi 6, miaka miwili, akapokea vitu vya dhamana, kwa sababu ameshughulikia akili yake. Ana stronghold sinazomwambia reason, tumia akili. Imani hautumiangi akili. Halo, Bwana Yesu asifiwe. In this kingdom you believe I'm going there, and then because you believe you say it, and you repeat it day by day until inaenda ndani ya nafsi zako, inaingia katika system zako completely. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilienda kuongea na radio fulani, nilikuwa nataka nione kama wanaweza nipa time za kuhubiri, wakakataa. Nikaamua nitaongeza prayer item ya kufungua radio station kwa maombi yangu. Wewe unaniuliza nitafungua nikiwa na kaaji? Utaona siku moja nakwambia nishaifungua. Bwana Yesu. Na nikifungua itakupeleka ukatoe ushuhuda. Bwana Yesu. I'm telling you, and I felt, you know, when I say it, kuna watu wanaweza fikiria atafanyaje. Sawa, wacha watu wafikirie, but I know it can. Why? Kile nafanya nitaomba, because I know we can own it. I know we can own it. Just if you present us wawili watatu, tunaanza nao wawili watatu, engineer moja, fundi wa mitambo moja, presenter wawili watatu, basi ni hivyo tu. Nyimbo za kwaya ya Rose Muhando unachanganya na injili hapo mbele mbele, unapigisha zingine unachanganya na gospel hapo mbele, hivyo tu. Unaalika watu wanatangaza tukitu twao, unachanganya na gospel hapo mbele, kanasonga hivyo, unachanganya na shuhuda na inasonga hivyo, na all of a sudden unapata tumegonga Coast region, all of a sudden unapata tumegonga Kenya nzima. I know, but now
There is something you must enlarge your mind, kiwango cha kwamba unajua, ngojeni niwaambie, tulifundishwa resetting mind na Abraham. Unaona, akili yako ni kama hii simu. Unajua simu ya 2G haiwezi ingia WhatsApp. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama WhatsApp ni ile hapo ya image za kawaida, lakini kama simu yako kuna simu ya 2G imeanza 3G 16 GB, zikipungua sana haiwezi ingia WhatsApp, si ni sawa? Kama imejaa. Sasa the same vitu vya mbinguni viko. Hiyo simu kwa sababu ni ndogo, kuna vitu haiwezi ingia. Nao watu wengi akili zao, they are not grown enough. Kuna vitu haviwezi ingia hata kama ziko, kwa sababu ziko ndani yako, but they cannot be activated because hizi buku and wote ukinunua simu huwa ziko ndani, but they need to be activated. Bwana Yesu asifiwe. Nao ukishaokoka kuna vitu huwa viko ndani yako, but the kind of the brain they need haimo. So if you are not working for it, you can become a manager, but the level of your brain. Mfanyikazi mmoja anakupeleka mbio kwa kuosha watoto. Sasa itakuwaje? It's very difficult. Bwana Yesu asifiwe. You can become a supplier wa vitu. Unaweza kuwa unapeana msaada kama Red Cross, inawezekana. But hata kama ugawanya vitu kwa haki ni noma. Bwana Yesu asifiwe. So but are we learning? Tunasoma wapendwa. Mwambie jirani yako, shughulikia akili yako. Wapendwa, ngoja niwaambie, sometimes kuna vitu unajaribu, Mungu anajaribu kukuonyesha. Unajua wewe peke yako unaweza jenga kanisa, unasema shindwa pepo. Kuna zingine Mungu anajaribu kukuonyesha, you know you can change your family. Unasema hapo kuna mchawi fulani. You know God is kuna tu vitu tunajaribu kukiliki in your mind, and your work is only to accept hiyo hapo ingie ndani yako. Your work is to accept that I can do it. I can do it. You know wapendwa, tulikuwa hapa na Prophet Ruth. Prophet Ruth is your pastor, is only intercessor, na ameenda all over this world. Mwanamke tu ameenda mataifa yote, kila mwaka anaendanga Israeli. Anasemanga yeye ni Myahudi, hata hii mwaka anaenda, na kwenda ni kama nusu milioni. Na Yesu asifiwe. Nilienda kwake nikapata kuna zabibu, amepanda zabibu, amepanda vitu vizuri kwake. Alinitia moyo sana. Aniambia hapa, nafikiria saa hii sasa, kwa sababu amejenga prayer center, nafikiria kuna security. Kwake kulikuwa kuna security. Wafanyikazi wote, kuna wafanyikazi wengi wanafanya shambani, wanafanya hivi. Ikifika jioni wanafunga gate, wanaenda. Anasema mkiondoka acheni malaika in charge. Huyo ni mtu tu, lakini amedeal na kiwango cha limitation ya maindi yake. Nothing inaweza mulimit.
Bwana Yesu asifiwe. Ninachosema ni nini? Sio kwamba ni pastor, but I accept ya kwamba God can use me in the field of prayer, kila mahali. Ana train ile spiritual warfare. Tulisoma hapa. Sasa zingine anakwambia nilikuwa Indonesia, nilikuwa wapi, na klasi ya watu 200 ya watu hawa, you know, and you wonder, ni vile huyu mtu alideal na mind ya limitation. You know, ngoja niwaambie wapendwa, there is something that limit people. And you know, mimi ni intercessor, na unajua mimi naombanga na hakuna mtu. Unajua kuna vitu, when you discover what you are doing in the body and the value of it, utajiheshimu na utaifanya hata kama hakuna mtu anakuona. Kwani hapa kuna mtu ameona ini yake? Bwana Yesu asifiwe. Basi kila mtu ana ini. Bwana Yesu asifiwe. Unajua na ini, unajua kuna tumbo huko ndani na kile kitu inaitwa mara, intestine. Unajua siko, lakini hujawahi siona, and they are very important to you. Now ndani ya mwili kuna watu ambao ni ini. Ile kazi unafanya ni kubwa kwa mwili wa Kristo, lakini ni bila ionekane. So your work is to appreciate it. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ninawaomba wote tusome hii mstari ili tumalize mwende nyumbani. Unajua hata nilikuwa nimeandika pointi nyingi hapa, lakini hata sijaongea moja. Wakorintho 2 mstari wa 5. No, nimesema Wakorintho. Pole sana, pole sana. Wafilipi, poleni sana. Hata nawe ungeuliza ni wangapi jamani. Jiweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu. Weka Kiingereza. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. This mind. Wapendwa, ngoja niwaambie, if you can know kama Kristo, this gospel I preach, the testimony of my life will go far. This gospel I preach. Unajua Kristo alikuwa na nia moja ya kwamba mimi ukiniona umeona Baba. Bwana Yesu asifiwe. Yani nikiapia Baba ameapia. If you can have this mind Rita, ya kwamba nikienda kule kazini ninafanya kazi, Yesu ameenda. Nikienda nyumbani kule nimezaliwa, Yesu ameenda. Nikienda kanisani, Yesu ameenda. I have this mind. When I wake up in the morning, nina Roho Mtakatifu ndani yangu. Angels are beside me. They are guarding me. Watu wakikwambia something evil can happen to you, unawauliza malaika akiwa wapi, anayesimama kando yangu. And you are fully convinced, and your mindset is fully convinced there is an angel beside you that will give you alert in the spirit, and you will operate in victory. Utatembea katika ushindi usio wa kawaida. That is why mtu anaweza sema hiyo mboma wajieni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Angels are guarding my property. Angels are there. Bwana Yesu asifiwe. You know, it takes mind, it takes understanding. It takes understanding the truth that I'm not a loser. There is a dimension of understanding. There is something that is more than prayer, and that is the understanding how things works. Sijasema maombi, but when you understand how things works,
You can appear and the demon run. Why? They fear your understanding. They fear your mindset. That mindset, the way you are programmed, there is no failure can attack you. Ukiapia kila kitu kinajipanga. Bwana Yesu asifiwe. Why? Christ is in you. You walk in the fullness of understanding. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ngojeni niwaambie, si mnatuona hapa, if we can grow in this understanding, kuna mahali itafika dunia iwe inatujua, iwe inatujua kabisa, iwe inatujua, wakuje kuona imekuwaje msichana wa kawaida akakuwa tajiri, imekuwaje mko na matajiri wengi kanisani, imetokeaje? Bwana Yesu asifiwe. Imetokeaje mnafanya vitu rahisi? Tawaambia it takes understanding. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnanishika wapendwa? Mnapoenda kuomba, please pray revelation and the understanding of God to come upon your life. Omba kuelewa. That is why when knowledge grow in you, kuna vitu utawahiongea na kuna vitu utawahi concentrate nazo. Kuna vitu utazipea attention kwa maisha yako kabisa. Kuna vitu utawahi pay attention kwa maisha yako. You will be fully focused. Hata wakikwambia iwezekani, utanyamaza, kwa sababu wao kwao haiwezekani, lakini kwako inawezekana. Maana Biblia inasema yote inawezekana kwa yeye aaminie. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ngojeni niwaambie, don't allow some reasoning, evil reasoning to reason. Ati una debate huko ndani ya akili yako, hii kazi utaiweza? Unaona utaendelea wewe? Hivi unaona utatoa wewe? Hivi unaona unapanga kumtolea Mungu? Unaona those are evil debate. Mpaka inafika mahali inakwambia na vile unaendelea inaonekana ni kubaya. Sasa umeanza kujichongea, unajichongea wewe, hatimaye final tutakutana nao. You are fully discouraged. But if you can have focus unto God, ya kwamba vitu vyote vinaweza isha, lakini Mungu ameniahidi sitawahi aibika. Sitawahi aibika. Vitu vyote vinaweza isha. Ni mwenye haki hata ukianguka, Biblia inasema mwenye haki anaweza anguka mara 7 lakini akainuka mara zaidi. I know, hata nikivilizika, I know naweza vilizika, but I can rise. Bwana Yesu asifiwe. I know there mess can come in my life, but I know. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inamisha kichwa chako, mwambie Bwana nisaidie. Fill me with understanding in the name of Jesus. Oh my God, I pray for these people. I pray the knowledge and the understanding to come upon their life. I pray revelation. I pray the truth.